umepewa dhamana ya kutuongoza sisi wa Tanzania, unasema kwamba mwanamke unatakiwa ukae nyumbani usifanye kazi ya udereva. Kwa kweli imeniuma sana. Matajiri, tunaomba msimame na hili swala. Nyinyi mnapigwa hela. Watu wa mizani sio waaminifu. Watu wa mizani hamna kauli. Ninaomba mamlaka husika tuanze kuanzia kwenye vipimo. Watu waanze kufuatilia kuanzia watu wa chini. Na mwisho kabisa, meneja mwenyewe anajidhihirisha kwamba mimi nimetoka kote huko ikiwa na mzigo wa trust. Gari haionekani barabarani. Inaonekana mara ya 2022. Gari hii imepita wapi? Ina maana mimi nazalilishwa nikiwa kama dereva, na ni maneno aliyotamka kiongozi chake kwamba hii gari haijapita popote. Mimi nimefanya makosa. Ninaomba mamlaka husika mje kufuatilia kote nilikopita, na waliokuwepo kazini siku waseme na waonyeshe watu wa IT waonyeshe, kwa sababu kuna kamera. Kwa hiyo timisi zinaonyesha mwanzo wa safari nilipokuwa mpaka nimeingia mahali hapa. Ninaomba kuwasilisha serikali yako tukufu mama haijawahi kumwacha raia wake kuteseka. Sikia kilio cha madereva Tanzania. Tunafanywa kama NGO, sio kama tutumishi. Sisi nao ni binadamu, sisi nao tunakosea, hakuna aliyeko kamili. Lakini mimi ninaomba haki yangu. Mama, sikia kilio cha madereva. Mheshimiwa Waziri wa Wizara, sikia kilio cha madereva. Mizani zote Tanzania hii. Na kuna kitu ambacho kinasintofahamu. Inakuwaje nafika kwenye mizani naambiwa mashine haifanyi kazi, huwezi kunipa risiti. Mimi unakuta taa imenionyesha nipite. Napita naambiwa sijapita kwenye skana kuonyesha. Je, sawa? Ina maana mimi naibia serikali. Ndicho malalamiko yangu. Naomba serikali yako tukufu na viongozi wa husika kufuatilia hilo. Mimi niko tayari kukaa hata mwaka mzima, lakini nipate haki yangu na stahiki yangu. Mimi ni mama, nina familia, wananitegemea, wanahitaji matumizi, wanahitaji huduma. Napataje huduma kama mimi ninakuja kubambikizwa vitu ambavyo havipo? Haya ndio malalamiko yangu yaliyosababisha mimi nikaingia kwenye Wizara ya Habari na Mawasiliano. Asante sana. Sintofahamu ya malalamiko ya Simba Truck kupitia gari T137 DLQ. Ilikuwa siku ya tarehe 13, hii gari imekuja Vigwaza ikitokea Tunduma na alizidisha uzito kwenye Excel tani 1 na kilo 450 na GVM uzito wa jumla kilo 150. Na baada ya hapo alichajiwa tozo ya 9,885 na 124. Na mpaka sasa leo hii tarehe 17 msafirishaji hajaweza kulipia tozo hiyo. Kwa hiyo yuko mizani ya Vigwaza. Kwa mujibu wa taratibu na sheria, sisi taratibu zetu gari inapofika inapima, ikishapima kama iko kwenye limit ambazo zinaruhusiwa ataruhusiwa kuendelea na safari. Lakini gari hii ilipofika siku ya 13 ilikuwa imezidi. Na msafirishaji alielekezwa kwamba gari yako imezidi, kwa ingiza kwenye maegesho. Baada ya hapo msafirishaji alianza kulalamika akisema kwamba yeye hajazidisha kwa sababu ametoka Tunduma mpaka kote alipofika hapa hajazidi. Kwa mujibu wa taratibu, sheria inaelekeza kwamba ni wajibu wa msafirishaji kuwa na vipimo na tiketi sehemu zote alizopita awe nazo ili kufanya reference. Lakini msafirishaji hakuwa na hivyo vipimo. Kwa hiyo ilikuwa ngumu kuweza kuwa na uhakika kwamba hii gari kweli ilikuwa na tani 48 46 ambao alipima mara mwisho Makambako ambapo alikuwa na tiketi. Lakini kufika hapa vitu vyote hakuwa navyo. Baadaye kama msafirishaji aliomba arudie. Sasa kwa mujibu wa sheria ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya udhibiti uzito ya mwaka 2016 na kanuni zake za 2018, kifungu namba 17(2) kinaelezea kabisa taratibu kwamba mtu akishazidisha uzito atakaa, atalipia tozo, akishalipia tozo ndo ataruhusiwa afanye adjustment, aliwei ndo aendelee na safari kama atakuwa yuko sahihi. Lakini hivi vyote msafirishaji kupitia dereva Pamela hivi vyote amekaidi, na yeye amekuwa ni mtu ambaye pia hajafuata ile proper channel ya kusema atoe malalamiko yake. Instead malalamiko yake ameyatoa kwenye ngazi ambazo sio TANROADS, kwa sababu amekwenda kwenye chombo cha waandishi wa madereva. Lakini yeye kuna kifungu cha sheria 17(b) kinaelezea kama unapinga hujalizisha na hiyo fine, kuna mamlaka inakuruhusu pale kwamba uapili hiyo tozo. Lakini hivyo vyote hajavifanya. Bado kama TANROADS tumefanya jitihada za kuweza kuomba hivyo vipimo mikoa ilikopita tuweze kuvifanyia kazi. Tumemkabidhi barua ambayo inamtaka naye kwa mujibu wa sheria aweze kutupatia vipimo ambao amekataa, hajatoa ushirikiano. Pia nipinge kwamba anasema kwenye audio nyingi ambazo anaelezea, anasema amepima gari mara 2, hajapima mara 2, na vile vile gari alikuwa anaendesha yeye, alikuwa anaendesha dereva mwingine, yeye alikwenda pale kama mwandikishaji. Kwa mimi niombe kwa shauri wa wasafirishaji waweze kuwa wanapitia pia vifungu na kupata uelewa kwamba anapokuja kwenye mzani kusema labda amezidisha uzito kwa kuongezewa, sisi mifumo hii ni automatic.
hakuna operator yoyote au mpimaji magari ambao anaweza kumuongezea msafirishaji uzito. Hilo uelewa madereva wengi hawana. Kwa hiyo mimi nishauri kwa madereva wengine, unapopata changamoto yoyote, tumia njia sahihi za kudai haki yako, lakini sio njia anazotumia dada Pamela. Anakwenda kwenye nje kabisa, hajakwenda kwa meneja ya TANROADS kulalamika, hajakwenda kwa mtendaji mkuu, lakini amekutana na genge la madereva ambao sasa lile linampotosha, kwa sababu angeweza kuwa amefuata zile taratibu husika wala asingekuwepo mpaka sasa hivi. Kwa sasa hivi yeye anachopinga kwamba hataki kuondoka huko hata akae mwaka mzima, lakini alipi faini arudie kupima. Sasa taratibu hazipo hivyo. Kwa hiyo mimi nawashukuru mmekuja hapa waandishi wa habari. Nadhani ni changamoto pia ambazo mnaweza kutoa uelewa kwa watu wengine wakaelewa taratibu sahihi ya kufuata katika tatizo kama hilo ambalo limetokea. Labda nifafanue kwamba labda ameruhusiwa na sensa. Ni kweli sensa inaweza kumruhusu, kwa sababu sensa imemruhusu yeye ataendelea na safari, hawezi kuchukua zile risiti za sensa. Lakini sisi kama taasisi tumeshafanya mawasiliano na mikoa husika kuweza kubaini ni kweli au ni uongo kwamba alipita au kupita. Lakini hizo vitu vyote vitaweza kujulikana. Ila sasa nitaka kuelezea kwamba mujibu wa yeye kuwa na tiketi. Kuwa na tiketi kunaondoa usumbufu ambao hata umempata hapa. Kwamba kama ni kwenye fixed weighbridge, kwa sababu anaelezea wenda ameruhusiwa na sensa. Wakati wenda anapopita hizo muda ni muda mrefu, kama ndani ya mwezi mzima wenda sensa haifanyi kazi. Kwa kama wenda ni sehemu ya Iringa ambayo tulijua angeweza kuingia fixed weighbridge akapima na akapewa tiketi. Lakini unaona kwamba anapotosha kwamba ni sehemu zote ameruhusiwa. Kwa hiyo wenda hakuna sensa haifanyi kazi. Kwa hiyo itakuwa apime kwenye fixed awe na tiketi, lakini hakufanya hivyo. Ndio maana tukasema ile kitu tumemtaka na yeye alete hizo evidence za upimaji, na sisi kama taasisi tunafuatilia sehemu zote, na ndio maana nimeeleza kwamba washaandikiwa na meneja wa mkoa watoe vipimo halisi vya hiyo kitu, vya hizo tiketi, ili tuweze kujua sasa na tunamsaidiaje kwenye hilo. Lakini kama anavyosisitiza kwamba ni wajibu wa kila msafirishaji kila anapopita awe na tiketi yake, kuondoa usumbufu huu. Na pia nipende kutoa wito kwamba pia tusome hizi sheria za udhibiti wa uzito, na pia tuweze kutembelea na kupata idea unapopita mizani, ulizia kama kuna changamoto. Na pia wasafirishaji, katika gari hii kuna vitu viwili kama nilivyoeleza awali vinaweza kusababisha uzito. Anaweza kuwa ni booster, dereva ambaye alikuwa anaendesha akabonyeza button ikapanda juu uzito au ikashusha, na vile vile mzigo kucheza. Kwa mimi namshauri msafirishaji Simba Logistics aweze kulipia hiyo tozo, apime tena, atapata uzito halisia. Kama atakuwa sawa, basi atarekebisha booster zake, au kama ni mzigo umecheza atausogeza, utakaa sana, ataendelea na safari.